kuleta rambirambi zangu za familia yangu na marafiki wengi ambao wamehuzunika sana kwa sababu ya kuachwa na Bwana Njiro. Yvonne rafiki yangu na sister yake Maureen pia ni familia ya marafiki zangu, na bwana ya Maureen huyu ako wapi? Kama usimama watu tunafanya kazi pamoja na yeye, na nimekuja pia kwa niaba ya wale watu tunafanya kazi na Michael, because we really become one very large family. Kwa hiyo pole, hii safari najua ni ngumu kwa familia, lakini mjue hata sisi zote hii safari lazima tutapitia. Na hii shamba inaitwa dunia iko na mwenyewe, na mwenyewe ni Mwenyezi Mungu. Na mkulima akiingia kwa shamba hawezi ukamwelekeza ile atavuna. Wakati mwingine tunafikiria hangevuna hii, kijana mdogo kama huyu pengine angevuna ingine, lakini yote tusisahau kwamba hii ni shamba ya mwenyewe. Mimi pia hapo awali, kabla nikuwe mtu wa siasa, mimi nilikuwa nafanya kazi kwa bank, na nilijoin banking industry 1 year before Joseph alipoingia banking. Anasikia Rotich hata yeye alikuwa hapo. Nasema ya kwamba sisi katika banking industry tunasema ya kwamba Central Bank is a bank of last resort. So leo pia hata Mungu natumai ya kwamba hata huko mbinguni alikuwa anahitaji a bank of last resort kuweka mambo yake sawa sawa. Kwa hiyo hata kama tulipenda Tirop, tujue kwamba hata Mungu hata yeye angependa kusaidiwa hiyo kazi. Kwa hivyo tukue watu wa kukubali, na pia familia Yvonne, mjipe roho with you and we will stand with you. Sema pia Mheshimiwa Milian, najua nimepanga sana kuja hapa na wewe hapa Rudai, na as fate would have it, this is not the way I would have wanted to come to Rudai. Na unajua tangu tuchukue serikali nimekuja hii Nandi County I think mara mingi kuliko Gerald Gay. Na ni kweli, kwa sababu kuna constituency hapa nimekuja mara 2 mara 3 ni hapa na kuhakikisha kwamba ile kazi tulikuwa tumepanga kuja Rudai, hatukupanga ya kwamba ni huzuni ama ni majonzi ambayo italeta hapa Rudai. Unajua pale wa Chingereza niko na mtoto yangu hapa, ile project mimi na wewe. Huyu Melian alikuwa katika kazi ya kwanza, nilikuwa waziri wa biashara, Melian alikuwa vice chair wa kamati yangu. Na wacha nikuambia kwamba nilipumua wakati nilitoka kwa hiyo wizara, kwa sababu ile ndio Melian alikuwa ananipeleka. Na hapa Chingereza upande wa Chemasi tukaanza industrial park. Nataka kuambia Melian, sababu hizo projects nasikia ziko na changamoto, hata zote zikizindikana, hiyo ya Chemasi ni kutume kazi kuhakikisha kwamba imekamilika, na isipokamilika wewe utaulizwa na watu wa Nandi, kwa sababu hiyo kamati haina vice chair wawili, na hiyo vice chair ni mmoja tu ambaye ni Melian Keitany, mbunge wa Rudai katika Nandi County. Sasa nena kuzidi hapo, nataka kuambia kwamba juzi mliona rais wetu alifanya mabadiliko ya serikali. Na unajua a country is larger and it's bigger than individuals. Wakati huo na vile tulikaa chini na watu, nataka kurudia vile nilisema, we have a choice
to choose between country and government. And I want to assure you that our president chose to have country. And I want to give my total support kwa rais wetu, ya kwamba kama hakuna nchi, serikali itafaidi nani? If we have a country, at least we have a chance of having a better government. But if you have a government without a country, a government is of no use to anyone. So I think it is very important tumuelewe rais, tuelewe vile nchi ilikuwa na vile nchi iko. Kwetu kwa Kikuyu tunasema mtu ambaye hasafiri anafikiria chakula mzuri ni ya mama yake peke yake. So watu ambao wameingia kwa serikali, si pia tuone vile wanaweza kufanya kazi. Pengine wako na miujiza mambo ya madeni, pengine wako na miujiza mambo ya ushuru, pengine wako na miujiza vile petroli itashuka. Wakati mwingine unaweza kufikiria unajua, lakini wakati mwingine unakaa kando, unaona vile wengine watacheza hiyo ngoma. Na hii Kenya sio ya mtu mmoja, hii Kenya ni ya sisi zote, na lazima tusaidiane sisi wote. Lakini nataka kusema kwanza from my own personal level. I think Governor Sang amesema. Kwetu tunasema kuna mambo mbili hawezi kuacha ama kutoka. Kanisa unaweza kubadilisha dhehebu. Chama unaweza kubadilisha. Lakini ukoo wenu, ile unaita ukoo fulani, kwetu ukoo kitu ya maana sana. Ukizaliwa katika ukoo fulani mpaka siku ya kufa utaitwa hiyo ukoo. Na tunasema hiyo nyumba ama ukoo hawezi toka. Kitu kingine sisi tunasema hawezi kubadilisha ni rika yako. Na mimi siwezi kuchagua ile rika Mungu alinileta. Ni Mungu aliona ni vizuri akanileta hii dunia tukiwa rika moja na rais wetu. Na hiyo rika siwezi kutoka. Nasikia Governor Sang anatuuzia uoga ati sisi ndio tutakuwa rika ya mwisho. Hawa vijana wanazia. Anatushongoa hivi tu ati baada hii wacha nikwambia kuna bali tunaenda. And I want to promise you that our rika, our generation is not going to let Kenya down. Chini ya Rais William Ruto, rika yetu itaongoza Kenya vizuri mpaka tutasema ni buy one get one free. Tutaongoza tena hapo nyuma. So vijana mkue watulivu hapo. Tusonge mbele hapo mbele. Na pia niwaambia kwamba sisi sana sana kutoka upande wa mlima, nyinyi mnajua mlikuwa mmewaambiwa ya kwamba watu wa mlima wanajipenda. Watu wa mlima hawawezi wakapigia mtu mwingine kula. Na nyinyi sio wageni Kenya. Mnajua ile vitisho ilikuwa watu wengi Kenya yote, lakini sana sana sisi viongozi wa mlima ambao tulisimama na rais tulipitia machungu, mateso. Hiyo victimization umesikia hapa. Nakumbuka wakati akina Henry walikuwa wanapelekwa kotini, upande wa washtakiwa ingekuwa rahisi kuongea na Kikale kuliko Kizungu, because wote walikuwa Wakale. People have suffered, and that is a fact. Tunaomba, hatutaki kuendesha hii gari tukiwa tumeangalia kioo ya nyuma. We must move forward, and we cannot be a country to be led by bitterness. Hakuna kitu iko na hasara kama machungu. Mswahili anasema hasira ni hasara. Hatuwezi kuwa nchi ya kuongozwa na hasira ya ile ilitokea, nani alidhulumu nani, lakini we must learn something from that history. Na nasema hivi kwa sababu wakati sisi tulikataa minyororo ya ukabila ambayo ilikuwa tunaelekezwa hapo, wakati tulikuwa tunafunzwa tuache maadili ya mapenzi tuchukue maadili ya kuchukiana, na tukakataa. Sisi vile rafiki yangu mmoja anasema katika hii serikali ya William Ruto, sisi watu wa mlima tulinunua shares. And let me tell you something, hakuna bado tunaenda. Mkitukuza kwa mlango tunaingia kwa dirisha.
Mkifukuza kwa dirisha tunaingia kwa chini. Tuko hapa ndani ya serikali. Hakuna bahari tunaenda. Unajua shareholder yule ambaye ako na akili, hata kama unataka kutoka kampuni, si unaitisha dividend, si unauza share zako, sio kuvunja kampuni. Naona watu wengine walikuwa wanasema ni shareholder, sasa wataka tuvunje kampuni. Mimi nasema na huyu Tiroko alikuwa mtu hesabu kama mimi, hiyo ni hesabu ya kuanguka. Na mimi nisomea hesabu na siwezi kufanya hesabu ya kuanguka. Hivyo Kipengu, Mungu amlaze Joseph Malipema peponi.